Shalom shalom watumishi wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Bwana. Siku ya leo niko mahali hapa tujifunze ili neno kidogo. Hii ni kwa mafuta tu, wale ambao unajua kabisa ndani yako unawitwa. Nataka tujifunze kidogo katika ili andiko ambalo linapatikana katika kitabu cha Efeso 4 mstari wa 11. The Bible said, neno la Mungu linasema kwamba akatoa wengine kuwa mitume, akatoa wengine kuwa manabii, akatoa wengine kuwa wainjilisti, akatoa na wengine kuwa wachungaji na walimu. Watumishi wa Mungu, ifike hatua tukubali tu kuwa kuna huduma tano. Yaani ifike hatua tukubali kwamba kila mtu ana shepu yake na kila mtu ana wito wake. Yaani hatuwezi kulazimisha embe kuwa boga au boga kuwa embe. Embe ni tamu, linalika kwa wakati wake na lina faida zake mwilini. Boga lina faida zake na linalika kwa wakati wake mwilini. Yaani wewe ukiwa na wito fulani, usilazimishe mtumishi mwingine afanye kama ambavyo unafanya wewe. Au unajua ni roho yule yule lakini utendaji kazi ni tofauti. Mwingine ana kalama kubwa na ana neema kubwa sana ya uponyaji. Mwingine ni mwalimu mzuri wa kufundisha neno la Mungu. Huyu mwalimu hata akifanya huduma ya uponyaji hawezi kuwa zaidi ya yule ambaye tayari amepewa neema. Yaani kuna mtumishi ambaye ameshapakwa mafuta kwamba yeye ana roho ya uponyaji. Lazima tukubali hizi kalama kwa sababu aliyeweka sisi ni Mungu. Na hatuwezi kung'ang'ana wote tuwe mitume, wote sisi tuwe manabii, wote sisi tuwe akina nani. Hapana, tujifunze kulizika na vile Mungu alivyotupa, tuvitumie. Na ndo maana aliweka kalama 5 au huduma 5 ili tuishi kwa kusaidiana. Nataka niwakumbushe vile ambavyo Mungu alimtumia Musa sivyo hivyo alivyomtumia Samueli. Vile Mungu alivyomtumia Gideon sivyo alivyomtumia nabii Isaya. Vile alivyomtumia Isaya sivyo alivyomtumia Elia. Vile alivyomtumia Elia sivyo alivyomtumia nabii Debora. Yaani lazima ifike hatua kila mtu akubali kwamba mwenzie ana shepu yake. Na hii inasababisha sana ndani ya kanisa kuna kitu kinaitwa upendo kinapungua siku hadi siku. Adui anashambulia sana watumishi wa Mungu kwa sababu watumishi hatuenendi tena katika roho, tunaenda katika mwili. Yaani umemwona tu mtumishi wa Mungu, kuna kitu ndani yako kinakwambia huyu sio mtumishi wa Mungu. Unaanza kutangaza huyu sio mtumishi wa Mungu. Sijui baba anatumia nguvu za ziada, sijui mchao, sijui Freemason. Hatukatai, wako watumishi ambao wako upande mwingine kwa lengo la kulichafua. Maana siku zote kwenye kweli lazima kuwepo kuna uongo. Tunatambua kuna watumishi wapo. Lakini imefikia hatua watu hawaendi magotini. Yaani anakuangalia tu mtu anakuwa sasa yeye ndio Yesu. Anakuangalia ndani yake tu anasikia kwamba huyu ni mtu mbaya. Tayari ni mtu mbaya. Unamsaidia kazi shetani ya kumzoofisha mtumishi mwenzio. Lazima ifikie hatua tuenende kwa roho. Ni kweli umemuona sawa, rudi magotini. Roho Mtakatifu, huyu ni mtumishi wako au sio? Hajifichi, ataongea tu. Kama ni mtumishi wake atasema, na kama ana udhaifu au kuna kitu cha kukishughulikia, Roho Mtakatifu atakwambia ukishughulikie magotini. Lakini imefikia hatua ukimuona tu mtu huyu ni mtu mbaya. Kwa nini anahubiri hivi? Kwa nini anafanya hivi? Anasema wengine wakawa mitume, wengine wakawa manabii, wengine wakawa wainjilisti, wengine wakawa walimu, wengine wakawa wachungaji. Na kalama zinatofautiana. Vile atakavyosimama mchungaji sivyo atakavyosimama mwinjilisti, atakavyosimama mwinjilisti sivyo atakavyosimama mwalimu, atakavyosimama mwalimu sivyo atakavyosimama mtume na nabii. Lazima tukubali mtu ana upako, tujifunze kumtukuza Mungu juu ya yale ambayo yanadhihirika kwa watumishi wengine. Tusiwe wepesi wa kuhukumu kwamba huyu sio mpako mafuta wa Bwana, huyu yuko hivi. Umeingia kwenye magoti ukaomba. Unajua ndani ya kanisa tukishaamua kukubali kama watumishi wa Mungu kwamba hizo kalama zote zimewekwa na Mungu, kuna kitu kitaingia kinaitwa upendo kwa watumishi wa Mungu. Na kikiingia kitu ambacho kinaitwa upendo, hata mtumishi mwingine akifanya jambo vibaya, hatutakuwa wa kwanza kumwataki kwenye mitandao. Hata kama unataka kumuonya, utamuonya kwa upendo, utamuonya kwa hekima. Lakini kuna namna mtu mtumishi mwenzie labda amekosea labda kidogo, kama mwanadamu amekosea, unaona kabisa anavyoatakiwa mtandaoni sio kwa namna ya upendo. Yaani ni kama kabisa mtu amejipanga kwamba yeye kwa anafanya, yaani kama sasa yeye ndo Mungu ametumwa kuhukumu. Hakuna kitu kinaitwa yaani hakuna kile kitu upendo ndani ya kanisa. Hakuna, kimekufa. Watumishi wa Mungu, Mungu atusaidie tuamke. Ukisoma katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 14:1 kabisa anasema tutafute sana wao upendo na kutaka sana kalama za roho. Kitu cha kwanza kabisa upendo. Yote yanadumu, imani, tumaini, lakini lilo kubwa ni upendo kuliko yote.
upendo kwa Wakristo, upendo kwa watumishi wa Mungu. Lakini unakuta mtumishi wa Mungu amesimama, mtumishi mwingine anafundisha, anasema yani pale itakiwa afundishe hivi, asifundishe hivi. Hapana, wote ni watumishi wa Mungu. Kile alichokuwa nacho yule ambaye anafundisha, unajiona we bora, unajiinua, unaingiza roho ya kiburi na majivuno kwamba amejifundisha tu kawaida. Vile alivyofundisha itakiwa afanye hivi. Ni Mungu amemuita, kile alichokuwa nacho anachowapa watoto wa Mungu, wewe hauna. Subiri zamu yako ikifika utahudumia, lakini kuna kitu kanaitwa kujikweza kwa watumishi wa Mungu. Kujiona bora kuliko mtu mwingine. Akifanya hivi, huyu sio mtumishi wa Mungu, huyu itapunguza hiyo kuwatakiana. Tukubali tu kwamba kila mtu ana neema yake. Tukubali wote tumeitwa. Tukishakubali watu kama sisi watumishi wa Mungu kwamba kila mtu ameitwa, kila mtu ana neema yake, kuna namna Roho Mtakatifu anaweza akamtumia. Kuna kitu kitaingia revival, uamsho wa upendo ndani ya kanisa. Tukuza Mungu juu ya matendo yake, kwa sababu unapomtukuza Mungu juu ya anapomtumia mtumishi fulani, ndivyo ambavyo unachochea nguvu za Mungu zikutumie na wewe zaidi kwenye eneo lako. Sisi tunaelewana watumishi wa Mungu? Mungu atusaidie. Ataki zimekuwa ni nyingi. Amefanya hivi, akafanya hivi, na ni mtumishi. Mtu wa kwanza kumpinga mtumishi mwenzie sio mtu wa mbali, sio asiamini. Tunapingana sisi watumishi kwa watumishi, kana kwamba hapa kuna mtu amejiita afu kuna mtu ameitwa. Anasema sisi ni viungo ndani ya Kristo, tunaishi kwa kutegemeana, kwa kusaidiana. Okay, mkono ukikatika kuna namna mguu utaumia. Macho yakitoka kuna namna hauwezi kuona mbele. Kwa sisi wote ni wa muhimu. Awe ni nani, tujifunze kumtukuza Mungu kwa vile ambavyo ni vya Mungu. Tunazofisha nguvu za Mungu ndani ya taifa, tunazofisha nguvu za Mungu ndani ya kanisa, kwa sababu ya sisi kama sisi tunapigana. Lazima tukubali kwamba vile ambavyo Mungu atakutumia wewe sivyo atakavyomtumia jirani yako, vile atakavyokutumia wewe sivyo atakavyotumia Nigeria, vile atakavyokutumia wewe sivyo atatumia kila mtu tofauti kwa nafasi yake. Na lazima tujifunze kuzichunguza nguvu za Mungu kupitia magoti, kujua hii ni kweli, na kama ni kweli basi tujifunze kusifia na kumtukuza Mungu, kumpa Mungu sana utukufu, sio kumkubali Mungu, kukubali hizo kalamatana sisi tunazikataa, sisi kukataa nguvu za Mungu. Maana yake kukataa kwamba kuna roho ya uponyaji ndani ya kanisa ni kukataa nguvu za Mungu. Kukataa kunena kwa lugha ni kukataa nguvu za Mungu. Anasema ilikuwa siku ya Pentecost. Ukisoma katika ile Matendo ya Mitume pale sura ya 2, anasema ilikuwa siku ya Pentecost, wote wakajazwa, ukavuma uvumi kama upepo wa bahari. Wote wakajazwa, wakanena kwa lugha nyingine. Watu wanakataa mpaka kunena kwa lugha. Ukinena huyo ana mashetani, ukinena. Watumishi wa Mungu, Mungu atusaidie. Mungu wa mbinguni atusaidie. Kila mtumishi amhesabu mtumishi mwenzie kwamba ni bora. Tujifunze kuwachunguza watumishi wenzetu kupitia magoti zaidi kuliko kuhukumu kwa mioyo yetu, maana mioyo siku zote waga inadanganya, lakini Roho Mtakatifu ndio msema ukweli. Mungu atusaidie na atangaze uamsho ndani ya kanisa. Nami nipo kama mtumishi wa Mungu, nazidi kuomba kwamba ni lazima ifike hatua tukubali huduma 5, tumtukuze Mungu kwa ajili ya hizo huduma ambazo ameziweka ndani ya kanisa, na tuishi kwa kusaidia pasipo kutengana. Yani mwenye upako mkubwa wote tutaenda mbinguni, kwa sababu wote tunamtumikia Mungu, ila kila mtu nafasi aliyopewa aitumikie kwa uaminifu. Hakikisha mbio zake anamaliza salama, tunaenda kumuona Mungu. Mungu awabariki sana. Naitwa Pastor or Prophetess Esther Samuel, na Mungu wa mbinguni awabariki watumishi wote, na wapenda.